Hakikisha maisha yako ni barua njema ambayo hata kama ni mtu anapingana na Mungu ambaye umembeba, uwe ni ishara ya mabadiliko. Kwa maana nyingine, popote ambapo utakuwepo, kuwe na matukio ambayo yanamtambulisha Mungu wako. Kama hakuna matukio ambayo yanamtambulisha Mungu wako, maanake huyo Mungu uliyembeba umemficha chini ya kapeti, umemdogosha, umemtukanisha. Kwa sababu ikitokea Mungu wako anapingwa na wewe upo katikati ya wanaopinga, maana yake unathibitisha pia Mungu wako ni powerless. Narudia, ukiwepo katikati ya watu wanaopinga, watu wanaokufuru, watu wanaofanya vitu ambavyo vinamdogosha Mungu wako, na wewe upo katikati yao, jua kabisa wewe ndio unayemwaibisha Mungu, unamtukanisha Mungu. Unatakiwa uwe na uwezo wa kumkiri Mungu mbele ya watu. Sasa tunapoongelea kumkiri Mungu, watu wengi wanadhania tu ni kusema Yesu ni mwema, Yesu anaokoa, Yesu anakupenda. No, ni zaidi ya hapo. Mtu wa Mungu, inabidi ukiingia katika ofisi, automatic watu wote katika ofisi wanajua ya kwamba kuna mtu asiye wa kawaida ameingia huko ndani. Nini? Uwepo wa Mungu ndani yako unathibitika kwa utiisho unaoingia nao katika eneo lile uliopo. Unapoingia katika duka, they will just recognize ya kwamba huyu mtu sio kawaida. Unapokutana na mtu wa changamoto, haupati stress, unamwambia mtu wa Mungu, let us pray, wacha tuombe. Nini? Unamwambia inawezekana umejaribu Mungu wako, come and try mine. Unaomba na huyo mtu na matokeo yanatokea. So it reach a time uwe na shauku ya kumwakilisha vyema Mungu wako. Wewe hapa duniani sio mtu wa kawaida, wewe ni balozi wa Kristo. Unajua maana balozi? Ni yule ambaye anamwakilisha rais kama ni wa taifa fulani kwenye taifa la kigeni. Na Biblia inatuambia kabisa sisi hapa sio ulimwenguni mwetu, hapa sio nyumbani kwetu. Nyumbani kwetu ni huko, hapa sio taifa letu. Taifa letu lipo huko. So mradi upo duniani, manake upo hapa kumwakilisha baba yako. You are an ambassador. Upo hapa kudhihirisha mamlaka ya baba yako. So ni vitu vingapi ambavyo umevifanya ambavyo vinamtambulisha Mungu wako? Umetangaza sera ngapi za ufalme wako na watu wakazipokea hizo na kuziishi hizo? Imagine kuna mtu ni Mkristo, hakuna hata mtu mmoja ambaye ameokoka kwa sababu ya namna ambavyo yeye yupo. Maana tayari ni barua isiyo njema. Mungu awabariki. Jitafakari.